Ilikuwa 1958 kombe la dunia fainali ilikuwa kati ya Brazil pamoja na England. Yaani Brazil nzima ilikuwa imejaa kwenye TV na kuangalia mpira, lakini watangazaji wa TV wakawa na iponda Brazil kwamba haina uwezo wowote, haina wachezaji wenye experience. Lakini baadaye tunamwona Pele ambaye ana miaka 17 na hajawahi kucheza mechi ya timu ya taifa hata mara moja, na watangazaji wa uwanjani pale wanasema dogo hana experience yoyote, hayuko tayari kabisa kwa ajili ya mchezo huo. Lakini movie inarudi miaka 8 huko Baru, Brazil. Pele akiwa na miaka 9 alikuwa anaishi sehemu moja hivi masikini sana na marafiki zake. Walipenda sana kucheza mpira na walikuwa wanaiba nguo zilizoanikwa, wanazifunga na kutengeneza mpira. Lakini madogo walikuwa ni maskini sana. Hata kama walikuwa maskini haikumaanisha kwamba hawatakiwi kuwa na furaha. Basi walicheza mpira bwana, walikuwa wanapiga mpira vibaya mno, ambao ulikuwa unaruka nyumba hadi nyumba. Na hapo sasa, kati kipindi hicho ilikuwa ni kombe la dunia, ambapo madogo wanapanda juu ya bati na kuanza kusikiliza redio kwa jirani, kwa sababu nyumbani kwao hawana redio na hawakuruhusiwa watoto kabisa kusikiliza mpira. Brazil ilifungwa bwana ile mechi. Pele aliumia sana, na wale ambao walikuwa mle ndani, watu wazima, waliumia mno, hadi baba yake akaanza kulia. Na Pele akamwambia baba yake kwamba mimi siku moja nitahakikisha ninashinda kombe la dunia na timu yetu ya taifa. Lakini baba yake akamwambia, msikilize mama yako, focus na shule tu, ndio jambo la msingi. Lakini mama yake alikuwa anafanya kazi kwenye jumba moja la kifahari, ambapo Pele alikuwa anamsindikiza mama yake kwenda kumsaidia. Lakini mama yake anamwambia usicheze mpira, achana mambo ya mpira. Baba yake alikuwa anacheza mpira sana, lakini hakufika popote baada ya kuumia, na sasa yupo tu, tunaishi maisha ya tabu kwa sababu yake, kwa sababu tu hakutaka kusoma. Na mimi ninataka wewe uje uwe na maisha mazuri, lazima upambane na shule. Mama yake akatoka bwana. Wakaja madogo wakishua sasa, wanaoishi mle ndani na marafiki zake, wakawa wanazungumzia mambo ya mpira bwana. Pele naye kwa sababu anapenda mpira akawajoin, akamwambia mimi nataka kucheza mpira na nitakuja kuwa mchezaji mpira mkubwa sana siku moja. Wale madogo wakaanza kumcheka na kumzingua bwana. Mama yake akatokea na kumwambia kwamba oya, achana na mambo haya, usigombane nao. Sasa kulikuwa kuna mashindano ya mpira bwana, ambapo Pele na marafiki zake na umaskini wao bwana, wakaamua waende na wenyewe wakashiriki yale mashindano. Walikuwa hawana viatu, hawana jersey, yaani walikuwa kuwa tu yani. Na madogo walicheza, walizifunga timu nyingi sana mpaka wakafikia fainali bwana. Na Pele alikuwa ndio star wa mchezo kila dakika. Lakini kwa upande wa pili kulikuwa kuna wale madogo wa timu pinzani ambao walikuwa ni wakishua kutoka kwenye ile nyumba waliogombana na Pele last time. Na hao madogo walikuwa ni wakubwa, wanajua boli vibaya mno, na walikuwa wana jersey, wana viatu, wana kila kitu, yani wako kamili. Na hawa madogo wakishua walimwogopa Pele kidogo kiaina, lakini wakaanza kuwatoa mchezoni kwa kuwatukana kwamba hao hawana viatu, hawana jersey, maskini hao, hadi watu wazima wakaanza kuwacheka hawa madogo rafiki. Sasa Pele na marafiki zake wakasema aisi, hatuwezi tukaenda kesho kwenye hii mechi bila viatu. Wakaona gari moja hivi ambalo limebeba karanga, wakaamua kuiba bwana mifuko kadhaa ya karanga ili wakanunue viatu na jersey. Lakini mmiliki akawaona bwana, akaanza kuwakimbiza. Kwa bahati nzuri madogo wakafanikiwa kumtoroka bwana. Lakini baadaye wale madogo kutoka familia ya kitajiri wakawa wametokea pale, wakaanza kuwadharau na kuwatukana wakina Pele na marafiki zake. Pele akamind, akamtia kibao mmoja, basi ugomvi ukaanza pale, akapigana mpaka Pele akaumia. Alipofika nyumbani, mama yake akamwambia ni nini kimetokea. Mama yake alikasirika sana, lakini baba yake kumbe alikuwa anajua ugomvi uliotokea. Akamwambia mama yake, hebu tulia, mimi nitadili na hilo jambo. Mama yake alivyoondoka, baba yake akamwambia, ninajua kilichotokea mwana, na kama unataka kucheza professional football, yani unataka kuwa mchezaji imara, hutakiwi kuwa mtu wa kukasirika, unatakiwa ujicontrol, na ubora wako wa mpira unatakiwa ndio usimame, ukusimamie wewe. Na baba yake akamwambia, mimi nimekuruhusu ucheze mpira sasa. Sasa siku iliyofuata bwana, ndio siku ya fainali ambapo wanacheza na wale watu wa kishua. Madogo wamenunua viatu, lakini ukiangalia viatu ni vikubwa kuliko saizi ya miguu yao bwana, lakini wakavaa hivyo hivyo bwana. Na baada ya kuvaa viatu bwana, wakawa hata hawawezi kucheza mpira vizuri, na kwa maana hiyo wakawa wamefungwa magoli karibia 6 bila. Na Pele bwana akawa amemind kile kitu kinachotokea pale, akamwangalia baba yake kwa mbali na akaamua kuvua viatu na kuvitupa sasa, na akaamua kucheza bila viatu sasa. Mashabiki pale wakamcheka kweli, lakini boli likaanza bwana, mpira ukaja rafiki yangu, dogo akafunga goli chapo. Oya, watu wakaanza kushangilia. Madogo wote wakaamua kuvua viatu, wakaanza kulipiga boli bwana, wakajichapa vibaya mno mpaka wakafunga magoli 5-6. Walipoteza lakini kwa goli moja tu. Na baada ya pale bwana, wakawa wamemuona yule jamaa waliyemwibia karanga zake, akaanza kuwafukuza, akawakimbiza kweli. Wakakimbia, mvua ikaanza kunyesha bwana, wakaenda kujificha kwenye andaki moja hivi mapolini huko. Lakini wakiwa huko chini sasa, ghafla ule mwamba ukaanza kuanguka rafiki yangu. Marafiki zake Pele wote wakawa wamefariki, yeye akawa amepona. Akaanza kujilaumu kwamba yeye ndiye aliyesababisha marafiki zake wafariki kwa sababu yeye alikuwa anapenda mpira. Lakini alivyorudi nyumbani, wazazi wake wakamtuliza na kumwambia hapana. Lakini mama yake akamwambia, basi usijali mwanangu, twende wote kazini. Lakini baba yake pia akanajaribu kutafuta njia
za kumfanya mtoto wake awe na furaha. Na dogo alikuwa hataki kabisa kucheza mpira kabisa, na aligoma kabisa kuungana na marafiki zake tena. Baba yake akaanza kuchukua maembe bwana, anamuonyeshea ubaya wake, yani kama ubaya ubwela hivi, anapiga maembe yani danadana, lakini dogo wala hata hakujali kwamba baba yake alikuwa na skills kubwa kiasi. Lakini baadaye baba yake akawa amemconvince dogo, naye akaanza kuingia kucheza na baba yake. Wakaanza kucheza mpira kwa kutumia maembe, na baba yake akaanza kumfundisha skills mbalimbali na kumwambia, mimi nilikuwa ninapenda sana mpira. Miaka kadhaa baadaye, Pele akiwa na miaka 15 bado akaendelea kucheza na baba yake ambaye alikuwa anamfundisha. Siku moja sasa, kuna kocha mmoja alikuwa amekuja pale kwa sababu alikuwa amemuona Pele na ubaya wake, akamwambia, nataka uende ukajaribu kwenye timu. Dogo alipofika town kwenye hiyo team, yeye alikuwa na style tofauti kabisa ya uchezaji, na makocha wakawa wanamwambia staili yako haifai. Anaambia ukiwa unacheza unatakiwa kokote mpira, utakiwi kupiga danadana ni muda wote, kwa sababu yeye Pele alikuwa na uwezo mkubwa ni wa kuinua mpira juu juu, anatembea nao juu mpira kuanzia hapa mpaka pezi. Pele alijaribu sana, lakini akaona hii ngumu, mimi sitoweza kucheza namna hii. Akaamua kuacha bwana na kuamua kurudi nyumbani kwao. Akiwa amekaa kwenye kituo cha daladala anasubiri basi la kwenda kwao, yule mshua akatokea na kuanza kumwambia, kijana, hiyo staili yako unayoicheza inaitwa Ginga style, ambayo ilikuwa inachezwa kipindi hiko cha utumwa. Watumwa walikuwa wanatumia mziki kucheza na kupigana, baadaye wakaihamishia hiyo kwenda kwenye mpira. Lakini Pele hakujua kwamba ile style ndio ilikuwa inamfanya awe unique, yani awe wa tofauti wa peke yake. Yule mshoa akamwambia, kuwa mvumilivu na uonyeshe dunia kwamba wewe ni bora. Kwa style yako hiyo hiyo utakuwa ni bora duniani kote. Basi Pele kwa maneno yale akaona ngoja nibaki. Na kwenye mechi sasa akaanza kucheza kawaida kama anavyofundishwa na kocha wake, lakini akaona kila akicheza anakosea. Baadaye akakumbuka baba yake na mafunzo ya baba yake, akamkumbuka na yule mshua aliyomwambia kwamba, kijana, kuwa wewe bwana. Akaanza kucheza ustaili wake bwana, akafunga goli yani kwa kuruka sarakasi bwana, hadi kocha mwenyewe akashtuka. Kocha akamwita na kumuuliza, umefanya nini pale? Pele akaomba msamaha bwana, lakini kocha akamwambia, oya, fanya tena kama vile babu. Kwa ile staili yake akaanza kushine mwanangu, akaanza kuwa superstar. Na Pele alikuwa ni mdogo kuliko mtu mwingine yoyote kwenye timu ile, maana alikuwa ashaanza kucheza timu ya wakubwa. Aliwashangaza vibaya mno, Brazil nzima alikuwa anazungumzwa yeye tu. Siku moja Pele akarudi nyumbani kwao, akawa surprise familia yake, kuwaletea redio ili wawe wanasikiliza mashindano mbalimbali. Na siku hiyo sasa kulikuwa kuna machaguzi ya watu watakaoshiriki timu ya taifa. Pele alijiona yeye mdogo hawezi kuchaguliwa bwana. Wakati anasikiliza redio na baba yake, kumbe amechaguliwa bwana. Na alipofika kwenye timu ya taifa bwana, alikutana na watu wengi hadi wakubwa ambao walikuwa wanamtukana, wanamcheka nini. Lakini sasa kocha wa timu ya taifa akamwambia, uchezaji wako hatuutaki huku tunatakiwa tucheze kawaida, staili kama wanavyocheza Ulaya, yani unakokota mpira. Basi Pele akiwa anajaribu kucheza vile akaumizwa mguu, ambapo wiki kadhaa ikabidi akae pembeni kwa. Basi kombe la dunia likawa limeanza na mechi zilikuwa ni ngumu sana kwa Brazil. Wachezaji kibao wa Brazil walikuwa wameumia sana, na Pele alikuwa hajapona kabisa, na kocha akamuingiza bwana kwenye ile mechi. Mechi ilikuwa ngumu sana, lakini kwa bahati nzuri Pele akafanikiwa na timu yake kushinda ile mechi. Pele alicheza ile mechi na alivyoanza akanacheza kama anavyotaka mwalimu wake, lakini bwana wakafungwa. Na walivyorudi kwenye mapumziko, kuna jamaa mmoja miongoni mwa wale walikuwa wanamcheka, akamwambia, natakiwa tucheze Ginga, yani ile style aliyokuwa anacheza Pele bwana. Na walipofika semifinal sasa, Pele akabidi abadilishe kidogo, akacheza Ginga bwana, akawatandika magoli bwana, wakashinda ile mechi. Lakini kocha wake baada ya kurudi kwenye vyumba sasa, baadaye akamwambia, bwana, tunatakiwa tucheze mpira wa Ulaya, hatutakiwi kucheza mpira wa Ginga. Lakini kumbuka walishinda sasa. Lakini sasa Pele akampigia simu baba yake kumwambia, bwana, baba, kocha hataki nicheze Ginga, lakini Ginga ndio inatufaidia sisi kushinda. Baba yake akamwambia, fuata moyo wako mwanangu, na wakusanye wachezaji wenzako, muwe pamoja, muwe kitu kimoja. Sasa Pele akawaita washikaji zake na kuanza kupigiana mpira kutokea hotelini rafiki yake. Wakapigiana mpira wa Ginga vibaya mno, mpaka kocha akawaita baadaye na kuambia, jamani, naomba mnisamehe, basi mtacheza Ginga tu, kwa sababu Ginga ndio mchezo ambao mmeuzoea. Na walivyoanza mpira sasa, finali, mechi inaanza tu wakafungwa. Lakini baada ya muda kidogo Pele kasema, ngoja nianze Ginga. Na alivyoanza Ginga, timu nzima ikaanza kucheza Ginga bwana, wakapiga sana, wakashinda magoli kadhaa, wakawa wamefunga magoli 5 na Pele alifunga hat-trick, na wakawa wamefanikiwa kuinua kombe la dunia bwana. Usisahau kusubscribe.